Mambo huko mko poa? Yes. Watu wangu saizi ni 50 degrees Celsius Dubai. Yeah. Sitaki kusema zaidi ya hapo. Ile joto iko hapa ni noma sana. Anyway, watu wangu meet wale watu. Ukianza the moment umeweza kuongea siasa nasema mimi sipendi siasa. Mimi kwanza ukiekata TV weke tu siasa. Pana weka zile wimbo za Nigeria. Za hapo na piano. Mimi sipendi siasa kabisa. So kama wewe ni mmoja wao watu wapendi siasa na wanaochi video leo, as long as you're born Kenya na wewe ni Mkenya, just jua nchi yako ni ya siasa asubuhi hadi jioni, especially this era. Alright? So watu wangu, kuna kitu nataka kuambia, kuwakumbusha tu, maybe kuna wenye wanaona lakini wako na tashwishi, you know, they are not sure, but watu wangu, I'm just here to clarify. I'm not a prophet or something. DP former Geoffrey Rigathi Gachagua aka Rigiji, he will be the 6th Kenyan president. When you watch video maki de ya leo, Gachagua Rigiji, he will be the 6th Kenyan president. Wapende wasipende, iko hivyo, imeandikwa hivyo, itakuwa hivyo. Sometimes watu wangu, kuna vitu wezi force kwa life na wachache tuwaambie tu, kuna watu kwa born leader. Huyu jamaa, you need to know about jana yake kidogo. Vile alikuwa MP, ilikuwa one term, akakuwa DP. Vitu zingine you don't need to be told. Kuna mtu tu alizaliwa kama star, na vile watu wanamchukulia, vile watu wanampokea, you know, the way. By the way, let me tell you something. Kama kuna mtu ana-unite Kenya, ni Rigiji. President akimake remarks zake, atumiwa majamaa zake kila mahali, hakuna mtu anasikizwa kama vile watu wanangoja Sunday Rigiji kwa church. Alright? Lakini video leo iko story ya Gachagua, na nilikuwa nataka kuwakumbusha na you know, just to let you know, yeah? Ikaange ukijua tu mwenye atakuwa president, 6th president, iko it's a sure bet. Alright? Perfect. Watu wangu, ile time kulikuwa na amnesty, watu wanakuwa deported Kenya. Kuna kesi moja nilipata. I met a guy, by the way, before ashikwe, nilimmeet somewhere huko na hivi. And so sad that alikuwa amekuja kutafuta kazi, hakuwa amepata job. And eventually alikuwa overstay, pia akakuwa part of, actually nikiambia hii story na after ameenda, kwa sababu yeye kuniambia ni yeye alijipeana tu, alijipeleka akarudishwa. No, listen, hii story ni sad sana. No, watu wangu, mnajua wale karawa traffic wenye mnaopata wamesimama watatu wanne, you know, majama watatu, mademu wawili, mademu watatu, machali wawili. So now this guy used to be one of them. Sasa tunasikianga tu fununu, lakini sasa mimi niliget from the horse's mouth. Sasa huyu jamaa tuliketi naye akaniambia yuko hivyo. So normally ama jamaa venye wamesimama huko wanachukuanga tulo kidogo 50, so down, whatever. Every day wanakuanga na main target, na main target anapeleka ngani mdosi wao, na huyo mdosi pia kuna mdosi wake. So they have a daily target, they have a weekly target, monthly target, I think even annual target, right? So no, this particular day I think walikuwa kuna jamaa wa set up, you know, unaona hiyo chain refu sana. So one of the person hapo of interest, of course, akawa set up, PSCC wakawa raid, wakakuambush. Sisi mnaona venye hizi venye wase uambush huko hivyo, huko ambush huko na wase wa anti corruption warudi. Anyway, yeye alikuwa part of majamaa alishikwa. I think pia one of the new TV shaimsoma kwa news. Anyway, jamaa, of course, venye unaona wakishikwa ikipelekwa huko kotini, hao rudingi job. So alikuwa one of the laid off. Jamaa alivutwa job. So kuvutwa job, alikuwa na savings wake, napeleka hii video haraka, sitaki kujirudia. So vile alivutwa job hakukaa sana, alikuwa na best hapa, alikuwa na kuzo akiniambia hapa, na yeye kuzo sijui, na yeye akarudi Kenya. I don't know what happened, it was a lady. So akaniambia alikuwa na savings, akaamua, you know what, hata jua na stress, depression ikaanza kuhit, akachukua hizo do quick fast, akajifacilitate kila kitu, akakuja Dubai kutafuta kazi, and that's when alienda kwa overstay Dubai na akapatikana na akadeportiwa.
I don't know much about the guy. Nitatry nione kama we can try follow up to jue vile story yake ilienda, but it's so sad, sio? Yeah. Na history ya leo imeishia hapo. Nilikuwa tatu kushare, sijaishia na mtu yote na nimeamua niishie tu mazee. Maybe hata kuna mtu maybe pia kwa the same situation, ashaikuwa kwa same situation na ako isaidika. Hopefully God atabless, God atakam through. You never know mazee. Alright? Na mwenye anawachi video kwa mahali unakapitia, unafikiri umekapitia, kuna watu wamekapitia noma sana. Sio? Itakam through one day. Every day keep on trying mazee, and one day you never know.